kupata waje la kwa mkumba kule arafu andoze za kupata kwise ndiko ndira nyo muramwa hakende bulai ndiko nimbia kasi sekera na nimaruka limbike bisumbua ndala ngomsole rosalyano eta malingire kuma sanani ndi Jackson makanu kero mulunga adene kumasta kowandase le mukina mwe chan mulembe tebana ngo Julius Kere Kakai mwana wa Kakai Kere baba chakupo sengile lutumbu ne papa Kakai yoyo baba kinike ubano kukula kwabwe ngane mbulira babantu bakambisi balolola efamili yabwe kwamanga ngane kulukuli bamayi baba bari much discipline abene papa nisi alomire umwana ukumina chayo amasara arawo ngane alomire okuloche lakini sahi kino runwese dalma nala ko mwana sindu keche ngone ndamba mungayo samwata lakini bwana ndo mutindo kwa bapapa nga babeli kulamenya bule isana ensime familia Kere aso bechuko kama kutamu mutindo koko chako ambana mungeli sana sekuko bali bebutembe bali berutungu apana kuti familia Kere mara wake kukolera asandi kumaseka mai ezupapole lukali kuba wandase ndi mulume aswa Pakistan Mile ngoli patron we familia becho bakere ulumira kwena apa yawa yae balunta balanga mai bali mai omwicha koloni omwicha kumalala this is your time karibu Musoko ya Kongoli ilikira no kubiha holisaya ewe Mungu basi yangu ya mwanzo na mwisho unifanya mupa kama siku zangu za kale na usining'ong'ote na wale walainisha vitombo vyao lakini roho yao iko mbali nawe ila Baba ulinainisha sawasawa na unyofu niko nayo rohoni yangu ndiye wasikali mubekho kumoya kupapa ni mayinga balikho bachibwini baryo sandi munga kauli amasika mulembe koza oneka makalita oloma salisina wanano kiwe halasi asante Pius wa Kakai Kere. Thank you. John Wanyama Wanyonyi wa Charles. Asante. Andoni Wanyonyi Charles. Asante. Patrick Mairo wa Magunia. Asante. Konile mai. Asante. Adui wa Msako Jackson. Thank you. Mfalme Kidaro wa Ahone Maibana. Thank you. Aino Patrick E.M. Situma Mwanon Sorofina na Kumicha and the Papa Isaiah Masini Sendi nende Duo Hole Lukali Kuba Omwiwana Omwijukulu wa marehemu Kere Oja Elbasima Mai Oja bandu Elbasima Mai Mai vele kabasima na mudabasima Julius
Let me echo what we have said. I applaud your unity. Let that unity continue. I wish you well. Thank you. Thank you. The rest. Listeners. Brian Simiu Mahantere. Tom Makunia, Ole Vale. Dominic Yowe Songa Irutungu. Morris Wasiungu. What is our Mahano? Maero Isaya Masinde, Sorofina, Nakumita, Nakum. Ebalini umwana wote ogonire mai Seteni Maria Kawanjala Mungu mwekwe mwakapu kwa Samson Karasi Esenga ndiano maila so koniroi nga baba mukukule zetu mukongo kanisa walera maero nizo mungu mwekwe kuna nizo mwana mukulu ukapa asla njo kunete yako nese dibu mala marachi isi naliaga waliketuka na afuna Marachi wate hamuna mukolo Asante sana. Andi wazanya nebila kazi balitono kutono tumoa kile. Yule maini ayero soa manya miaka 60s manya mai bale basi manya veja ni baba changu po Maria mu Christmas Mecha kumba na wanda Bakata kutunikisha kumba na wanda Ijumaa. Eje ni mai rosoa. Amwe na haya mara ya kwanza ubona baba chapati kama na mai rosoa na baba chapati mu Christmas. Sikile luka ni baba yaro baba kimandazi chongene. Lakini sikio na wewe au mshakuru kubala yutoka chapati. Na mnyilisi na chapati kulanga. Mbele mbele chapa dinga hapa ngata kila mara kuma hilo soa kesha kwamba na mramue nende papa cha kunyongeza. Unaona imani si pabole karibu ngere. Asante Tom. Sokole balunda amane raho Papa Jackson. Kwani pata let me echo mama soa atembee vizuri. Yeye alikuwa mama ambaye alikuwa very authoritative. Na yeye ndiye alifanya mimi nikatoa ndoto. Nikaa hapa kwa hii boma, alinilea na akanipa mwelekezo. Na mama Ruth pamoja. Enya kusima mama hii atende bula. Kubera abero mukambisi Ndi hade mubane nafasi awe murora wewa chimwecha nabo so that the program is well managed. Thank you very much Pastor kwa kuongoza Walunda. Nashukuru sana. Nataka nitangaze watukuu kokote mlipo, baada ya vikundi ambavyo nitaitisha hapa hivi sasa, mujipange. Najua baba yenu Patson ama mjomba yenu amewaeleza kuwa ni mtu mmoja ataongea. So wengine nataja majina jinsi watu ndio nafasi ye basari. Ni nafasi ya marafiki ambao watakuja katika hivi vichwa. Tuko na I'll just want a representative mmoja. Katika hivyo vikundi ninaanza na wimbo ulete Nabok. Let's go. Nabok, iwapo wamefika. Nabok. Nabok.
osabile muno kwa kusimile papa nabo kone bakholile ta niba bolola malabise bifukilile nabakola babuyanga nene bekhafukilile ta wesi uelewa. Aya, serious neighbors, wachilia wimbo. Huyu ni wa Surwe, amefika. Surwe, patie. Lea masuka kama pensionani mudende. Pole mailota nende papa no manandi pole. Ukosi kana ilingira ningali ha. Ekwe Surwe kwe yano kali bakola tawe. Kuroma kurikala kureka kulidala lalako. Kwa dakika moja hivi tuone. Serious neighbors ndio hao wanakuja moja kwa moja. Patterson is a member of this group. Patterson, come, we give you something. Utuchukue picha, atakumbuka serious neighbors wale walikuja. Na tukimalizia nitapatia on behalf of our chairman Mr. Wekesa atapeana condolence yake. Chairman wetu Mr. Mahanu hayuko pamoja nasi, anatembea akikampeinia kiti ya wakulima. Hapo kule Nyandarua alisema pole. Karibu chairman. On behalf of serious neighbors, na ningependa kupeleka rambirambi zetu kama serious neighbors na condolences zetu kwa familia ya mama kuongozwa na brother wetu who is also a serious member of this group, Bwana Patterson Maelo Nyongesa, pamoja na mke wake Mama Roda. Poleni sana. Tuko pamoja katika haya, tuko zote. So thank you very much. Seriously. Okay, hatutaki kufungia watu nje. Tunataka tuanze at least jina tu halafu na tuipata huko. Yeah. Masika. Senso penyenano ndekuka ino ingina morobo nangana. SPK bikalo male. Kuba kuprogunda nyasiro tanan. Adi kulele kamalesa dichokule mbekana rufungone chitendi. Embole kukanandi sense mbukula mbekana chitendi. Emtokeli mungo buno mfakechula. Mbukula nje kungoma saa 8 nendera kupaka malesa. Kama nakalko jirani kwa manyine kuka miaka karibia 30 sai. Anakukama watu wishema pole umuroze kwekala naye pole kudali ano kalichanga pole kwa pole kingine asante. Serious neighbors. Wamesema majina, tutasema tu jina. Acha nianze na mama. Thank you. Akimaliza anaenda kukaa. Usifu Yesu Kristo. Daima na milele. Daima na milele. Yesu walumbe. Asante. Next. Konsolato Wanyonyi. Thank you. Hapa tu Wajiti. Thank you. Aisa Kasiat. Oscar na Limaya ni jirani wa hapa karibu. Thank you. Ahmed Mohamed jirani hapa. Asante. Elizabeth Naimai. Thank you. Thank you. Mai, pole sana. Thank you. Mama Mai Trasoa. Thank you. You're welcome. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Family, Patterson Maelo is our patron, stays with us. Tuko wengi, lakini wengine wameenda kwa mataka mbalimbali. Like our chair has gone to Mosoriot in Nandi County, ametuma rambirambi zake. Nitawapa tu wenzangu waseme majina alafu tukae chini. Thank you. Thank you so much. Aisa Kasiata, Papa pole, Alunda pole. Thank you so much. Thank you too. Robert Wekesa, member. Thank you. I think we saw a member in our way. I think we finished. Thank you so much. Thank you. Mchungaji Linet
Aliaka Masinde, nampenda Yesu. Nimekuja kuwakilisha wale dada 10 ambao watafika, lakini wako njiani wanafika. Na wale kina dada ni wachungaji. Ni kwa sababu ya Sister Truthlin ambaye tunafanya kazi na yeye pamoja, maana Bwana ametupenda kwa majira haya, ametuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Na Truthlin ukiangalia vizuri ni my twin sister ambaye Bwana Yesu alituleta pamoja. Tumefanya naye kazi. Mama amenilea vizuri. Maneno ya mama aliniambia hivi, Linet iliwacha na njala kuno kuneli irima okubo. Mbarikiwe sana. Asante sana mama. Thank you, the 10 sisters. Thank you very much. We want to appreciate the presence, arrival and presence of Kenya Police Group from Kusi. We feel humbled with your presence and we thank God for your arrival. Iko nafasi inakuja moja kwa moja. Mkiwa tayari mnaweza kuja hapa. Mulie mzenu ajue yako muko, na hao wamekuja kwa niaba ya ndugu wetu mtoto wa marehemu Patrick Mulongo, police officer kule Kusi. So the Kusi police officers from Kusi, wherever you are, please. Yeah, you're welcome. Pigia wimbo bwana. DJ bwana, tuwapiga. Hapa na kabasha ile mzee ama karatasi kuingia. Thank you. Asante sana rafiki wetu. Kwa majina naitwa Okerio Nyambuti. Sina hapo tutaongea. Kindly one of you will speak on behalf of the group. Thank you. Asante sana. Kwa majina ni David Nyenke, kutoka Narok County, mahali naitwa Kibos. Nafanya kazi na Pande Papa. Kama vile mmesikia pale tunamuita Papa. Apart from kumuita afande kwa sababu ni mkubwa wetu, tunamuita Papa. So kwa niaba ya wenzangu ambao wale ambao hawangeweza kufika, wametuma rambirambi zao. Wamesema afande pole kwa kumpoteza mama. Mungu awafariji, awatie nguvu, awape moyo. Hii ni safari ya kila mtu. So kupokea pole zetu na ya wenzetu ambao tunawaacha. Asante. Thank you. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Paul Watako. Mimi ninatoka hapa Matongo, Kakamega County. Tunafanya kazi na Papa. Thank you so much. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Mauro Mwita kutoka Kuria. Poleni kwa familia. Asante. Bwana asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Pamela Romo kutoka Tanzania County. Nafanya na Kanilongo. Nasema kwa familia poleni. Thank you. Tumsifu Yesu Kristo. Amen milele. Kwa majina naitwa Timothy Situma. Nilikuwa nafanya na Baba Kisii, hawa ni wenzangu nilikuwa nafanya nao. Lakini sasa hivi niko hapa Bukembe. Asante. Thank you. Thank you. Kidogo. Mama amepumzika. Sisi wote hapa duniani tuko safari. Na hapo mahali umekaa, nataka ugeukie rafiki yako ule ama mmekaa naye muulize. Tutakapofika mwisho wa safari, utakuwa uko upande gani? Upande wa Yesu ama upande ya fitina? Kila mtu, hii ni safari mama amemaliza. Ni kama kupanda matatu, unaenda mahali. Hautakubali ati upitishe stage yako. Hii ni stage ya mama. Yako ni gani?
Isiwe unajua kuna watu tunaenda kanisa lakini ndani yetu tumebeba mizigo mzito sana. Ndani ya kanisa umechukia mtu, kwa kanisa hamwezi salimiana. Mama amepumzika, nimeangalia historia yake kidogo. Mama amepumzika akiwa ndani ya Yesu, alimtambua Yesu, jambo ambalo limetushinda watu wengi. Tafadhali tukiwa katika safari ya duniani, tumpende jirani, tuache mambo ya hasira, mambo ya chuki. Itakapofika siku yetu, tuingie mbinguni wote. Kwa hayo machache, naombea program tuendelee. Maeno, na niseme kwamba familia hii sijaijua ati wakati huu. Tulianza kufanya kazi na wao wakati niliandikwa, niliwapata kiganjo, na tumelea familia zetu pamoja na wao, watoto wao wote tumesafiri pamoja katika kazi. Kwa hivyo nashukuru hata kuwa kwamba mama aliweza kutuzalia na kutupatia huyo mtoto ambaye ni Maeno. Tumefanya kazi na yeye, alinipatia rafiki ambaye ni plus kwa familia yetu. Mama Roda, najua umepambana, lakini utafanyaje? Huyu naye pia tulifanya, hajazeeka hivi, na sasa sisi wote tumezeeka. Kwa hivyo nawapa pole, na the retired police commissioners wamepeana pole zao, na pole zao zilipitia kwa simu na nafikiri ilifika. Kwa hivyo nasema ni asante, Mungu awabariki. Walimu wangu, nafikiri unaweza kuwa umesahau sura, ni bibi yetu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nitaanza na majina, naitwa Solomon Sifuna Piket kutoka huko Torof, karibu Torof Market, huko ndio nyumbani. Maero ni rafiki yangu, tulianza naye tukiwa vijana, sasa tumezeeka. Alinikuta kiganjo kwa mwalimu, akawa rafiki. Hiyo bibi yake tunajuana, sa family friend. Maero yangu ni kusema tu pole 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 kwa kupoteza mama, na kwa niaba ya NAPOK, pengine hawajafika au watafika baadaye, nimeleta salamu zao za rambirambi. Ukubali Bwana Maero. Na kabla sijaenda mbele, nimeona wako hapa retired officers wengi, muje tumaliza kabisa na tuende tuketi chini. Na kwa iko pale, naona uwepo iko pale, simtembee mara moja. Kama mtu yuko na neno aseme. Retired officers, please come over. Na unasema tu jina, mahali unatoka, na unaenda kuketi chini. Asante. Asante. Hamfule okumu na kitari. Omukongo ino niyo wa nendro mujeshu na Nyanza province. Niyo wa nkagizi kama deputy PPO. Asante. Patrick PM Zituma, originated from GSU, thereafter to general duties. Yeye ni rafiki yetu, pamoja na hii familia ni marafiki. Kanisa letu liko tu hapa opposite kwa hii soko, na tunafanya kazi pamoja. Kanisa la SK, wawakilishi wenye wako huko, jaribu mbebe mikono. Asanteni sana, wamekaa pale na tunasema ni asante. Familia ninasema hivi, mama amemaliza yake. Hata hatujui sisi kama tutafikisha miaka ya mama, ni neema ya Mwenyezi Mungu tu. Kwa hivyo wacha tujipe moyo, wacha tufungue, mama ameenda, na sisi hata siku moja tutafika pale. Kwa jina langu ninaitwa Mwalimu Bernard Simi Wekunda, ni mwalimu wa kanisa la SK, na Mungu wa amani na wabariki. Takatifu wimeleka mazika kama irosi
ke basale bange Mairoda niye kwikhalanga naye musulwe nabakhesyanga endalo yeluna khwarerere Mairoda chisingi cherefu 10 majiye khumupila pole khutibya mayi mumasala nomandi asandi bamayi muramire mwiche muli simbi khuyunge mikanda kuchilala Mairoda asandi pole sana khutibya mayi masala khumalilisya eno makosi nnanikhali kuliana nende mayi basili khubaele musibula noesisye fwala free dress leka khufwala bibindu nemufwala oli norerema kumupira kwa bapetenesi mubarikiweko. Asante. Hawa ni wachukuu wanakatika kabisa. It is actually a celebration. Wana celebrate kukaa yao. Nimedharauliwa miaka mingi, Bwana amenipa amani. Twende. Wanahitaji wazazi wao wacheze. Twende kazi. Basi. Twende. Wameleta wazazi. Ndio hawa. Mujipange sasa. Basi, that is it. Because we are good time managers. That you found time to come with us. Kwa majina naitwa Patrick Kere Maelo, mimi ndio kijana mkubwa Patterson Maelo, na mimi apparently ndio mkubwa kwa wajukuu. And that's why I'm standing in to just introduce the rest of my cousins. Mmeona ni wengi na tumesema kwamba wataweza kusema jina na kusema jina ya mzazi wao. I think that would be easier to be able to contain time. So tutaanza na Obi Charles. Okay, fine. Va be masika na kasi vali George Maelo koko kasi Va masika nangwa nani Fred Maelo. Asante kwa neno. Praise God again. I'm Mildred Maelo, simakulu kwa wasichana kwa Mr. Patterson Maelo. Kindly don't greet, just say wewe ni nani, ni mtoto wa nani. Mabu Halai. I'm Maelo Lea Lasco. I'm Wayne Paul Watiti. Mary Jones Nyongesa, last born daughter to Truthlin Angela Nyongesa. Erida Ngafuni. Peter Saitu Nyongesa, mtoto wa Nangehe. Vaile Chuangila, mtoto wa Nangehe Chakopo. Mwana wa Nangehe, Robert Nyongesa. Alfa Holly, mtoto wa Mabel Maelo. Yvette Nyongesa. Eliud Kinda, mtoto wa Nelima, representing from Mombasa. Wale Hualupao, Dan Juma Lupao, Wastima. Mlongo Jape, Santo Pacha. Nelson, Nasbono Steve. Brevin Mlongo, Patrick Mlongo. Ronnie Rashid,
Eugene Wamalwa, Lieutenant Private. William Barasa. Susan Andes Wananja. Charles Sitati Omwichukulu Stima. Israel Nelima mjukuu wa Stima. Anne Elizabeth. Faith Nelima mjukuu wa Stima. Linet Nelima mjukuu wa Nelima. Joel Barasa mjukuu wa Stima. Sabrina na Maro. Sidini Barasa. Daniel Kere, mtoto ya Hamu. Fiona Mane, Dr. Tume. Opuka Margaret, Dr. Tumukwa na Nyonge. Praise the living God. My name is Deborah Halai, referee the Dr. Israel. Bwana Yesu asifiwe. Ruth Nyongesa, mtoto ya Mkwani. Asifiwe. West Barasa, mtoto wa Emmanuel Wegungu. Kennedy Masika, mtoto wa William Masika, oka neno kuhonie, na tunashukuru kanisa na wote kwa kutupea nafasi kulia kama wajukuu kwa stahili yetu. Tunasema karibu na poleni sana. Asante sana. So sisi tulikuwa tumesema kwamba tunapatiana respect kwa nyanya yetu, alitulea vizuri sana. Yeye alikuwa strict, and one thing I remember about Kuhu is that she was very prayerful. Every other time in the morning, she would call each and every one of us praying. And I think that is a very good spirit that we should be able to all embrace as grandchildren. We thank you. Thank you very much. Mama Mukwe. Tumsifu Yesu Kristo daima na milele. Kwa majina ni Agnes Awino, nikiwa mke wa Dismas Kwanyi wa Baba Barasa scheme. Asifiwe. Karo Cleophas, nikiwa mke wa Cleophas Kisa kutoka Kakamega County. Mwami yesafume. Mwami yesafume basale. Mwami yesafume. Isina lyange bananga bali Maikoleta. Musakulu wasi bamulanga bali Patrick Mulongo. My rasoa ali my mother-in-law. My rasoa ali tirani wange. Enju yange iyi. My rasoa iyi. Uli khase kusaba nanga ne my rasoa. Basali na belele. Lakini kusaba kuli papa wele. Umusima luka likubula mnikoka wele siya my rasoa. Kasa nicha mungu kuno my rasoa kanja kanila. My real mother-in-law was not there. She was in hospital. My Sonia Wanjakana, and in many times she has encouraged me. Kuna mambo nimeyapitia wapendwa, ilikuwa magumu. As a young girl, I could not. But my Raiswa encouraged me, and I stayed in this home. I'm now over 30 years because of my Raiswa. That's why I'm feeling that pain. Mwanga wa milele. Usike kwa amani. Thank you. Bwana asifiwe. Mimi natoka niko na maidada zangu Abuya. Wakimbie tu mbio ni kama sijamaliza kuongea. Wako wapi? Kama wako. My sisters, my sisters. Yesu Kristo. Mimi ni tata ya natoka Kamkuya, kwa majina ni Beatrice Siundu. Thank you. Mwami Yesu afume. Amuke sekmile ndike mai. Amuke sheruni. Kama sina bananga barosi wanjala oino mwana wefu mso muhano muguru. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sane mirenga basakwa, yondi ne mirenga wanda yo road omuguru. Mwana mwa Patson Paul tira kumoyo. Uline ndo mwana wa my sister kechiro kwa mana road. Omaki ichokesha koli kukana ya kuitrenga.
Asante maisi muli. Muchunga muhatibia kama akisike bahana bamaita. Chawe. Amire Nairobi haikecha. Faranga ho mundu kunta. Yene nangali. Kwa Nairobi ichakao. Mairodo chunga watakupotezea max. Yes, I'm very keen about that. Bwana asifiwe tena. Salamu kutoka kwa familia ya Nairobi na kwa uncle, cousin, auntie, poleni sana. Bwana asifiwe. Huyo ni mtoto na sister mwenye ninafuata. Hata mama akikonjeka, nilikuwa nimeenda huko na alikuwa amekonjeka. Kwa mama, my mom, rest in peace. Nitakumiss. Chese weka wimbo 98. Sitaongea, nikiongea nitafeel bad. Mama, rest in peace. Tuombe kwa sababu sisi tuko nyuma ya Chese 98. I wish all this was done well in advance. Things would be flowing well. I said that in a soft way because najua huyo ni msichana mkwe wa mama mkubwa. How I wish they should have organized the singers well in advance. But with due respect, let's admit it. Maliza na hiyo wimbo, sitaongeza ingine, sitatoa ingine. Asante.
Rest in peace. Asante sana mama, asante sana. Nashukuru sana. Jesse, from there prepare Jesse for the family, watoto, wakati ule utakapofika. We want to appreciate the arrival and presence of Professor Smiyu, despite his condition. Barunda ni mwakusima sandi. Nabajiripo ni marango muyeke asandi. Thank you. Bama sikana mugezia ndi mulembe. Mulembe. Kwa sikala omukoko kala. Eselizi nabana nga Pelison wa Aframajije mungani omukoko pole. Bana basika namana ndi papa nyongeza pole nindesenge wange rota nandi pole ila mwami eyengilandala nyanga mairota no kenda bulayi nyanga okakana ne asandi kama sabana nga wajare tonyanyu afula kwa mekazo sumubuya wasi tata wase bali osi pole ulimaini hizi na bana walipenda wana. Asante. Asa ali mulembe swa. Mulembe te. Choisi mwengo omubuya. Kala. Thank you. Yaya kala. Mulamwa kala. Iso mwana wa maile kwa mebulu kubuya eluye ye. Iso Beatrice. Asante. Wape uko lojitake chibilio maholivwa. Kanisa takatifu Bosi bamile msibala maskakano amhesani mlembe kanga kupira balunda pole sana especially abewane basu pada San Maelo nende bohandai pole sana kami ngikutol malmaino samton makoha malango Pole kilika mkokwase rusi karayai tiang moyo utile wangojo tijangara isita rus karayai eda milaka mengita kaliwa vame gaki skimo ulkabeta vame skimo vawoli de tahot mkono kwa ni muliano baliana Tawe asante, namu yaka mengita, ituwa Samson makoha, wala Rusi Paul, Mlogo Paul, Pada Sadi Paul, and the rest. Thank you very much. Mbele. Wajukuu nataka mfuate nyuma. Utanisamehe msione kanisa nimevaa kofia. Miwani yangu ilipotelea hapa jana usiku na nikapatikana nimekanyama. Wajukuu fuata. Muna escort wazazi wenu, mbona mnaokopa? Wajukuu tufuate. Good. Twende kabisa ni kudance, tuzunguke and then we come back in mood. Twende. Twende kabisa. Kilwake. Mano mungachi. Combination sound. Pigia watu makofi wanapoenda pole pole. Wapi vigelegele kidogo kwa watu. Twende kabisa. Hakuna haraka, pole pole tu mzee. Mzee pale sio pole pole. Zunguka tena. Twende. Wapi vigelegele. Zunguka mpaka tawanyia kutosheka. Twende. Haya, wapi makoti kidogo. Kuja mline up. Basi kuja.
Songa kabisa. Wapi vigelegele kidogo tena nisikie. Haya, twende chini kidogo. Twende chini. Twende. Haya, shikilia hapo. Hapo sasa. Hapo bwana. Hii tuheshimu kabisa. Kwa sababu wenye Ruka hii. Sasa mama ikakile. Maika ndekile. Maika ndekile mdeo. Senika Mungu mno maika kwa mle sumula hii. Malana mtakulu wefu kafua kuma kwa sumana sasa. Ala mandi mai. None so mtakulu kafula ha jawasi. Maika mandi ndakulela. Malaka andela. Kaandela bana kutoka nacho bana badidi. Mwana mairo ni wako mkuu. Malaka ila basi yabwe. Kwa Mungu mno mfano mwe. Maya bena abona likuwa. Hili livi na arafua. Hata malaka atafuta nali. Malaka amayo ndikangwa. Aliwe tuni. Nati vituma yumusime. Bana busukari. Mwamba ni wasieni. Mailo papa. Watu wako ndete. Maile wewe. Soluwe ngeneta. Nandala soluwe ngeneta. Basi mbaro gani. Mulela nenga mulela. Kalunda baketa kanano. Balibeka kuyale kesi kawe. Bana befuka na bula hii ngabali bali. Ono mukabona maikacha au dumaki sana sawa. Sema saya mbesanga abele mai naye. Abeka na kila wakati kila afanyalo hatuwezi kumkasifu. Mimi naitwa Rosi Kembuka Kere. Mimi nimeolewa kwenye hii boma. Mume wangu vile kijana amesema alikuwa Hudson Kembuka Kere, ni retired officer wa polisi, alikuwa GSU pia. Na mimi nimekuja kwenye hii boma nikaungana nao 1965. Ndio nimeungana na hii jamii, kwangu ni hapa Bukembe. Na nashukuru Mungu sana, mama ambaye amelala alinikaribisha kwenye hii familia. Ani mama mkarimu, mtii Mungu, anajua Mungu, hata alinifundisha neno la Mungu ni kama bado niko mchanga katika hiyo familia. Hawa watoto wote wamezaliwa nikiona, wamefanya kazi chini ya ulinzi wetu wa mama. Namshukuru sana mama ambaye amelala, anajua Mungu, alinifundisha neno la Mungu nilipoingia katika hii jamii na akanionyesha upendo, na tukaishi na huo upendo wa jamii kama jamii moja, kama familia moja. Nasema asante, Mungu amweke mahali pake pale anaona ye mwenyewe. Mbarikiwe sana waombolezi. Asante. Alice Ranjofu, Mama, rest in peace, shine on your way. Majina naitwa Emmanuel Nyongesa, nikiwa mvulana wa mwisho kwa hii boma. Ningependa kuongea mawili ndio labda nimalizie. Wakati nimekaa na mama, tulikuwa tunakaa na yeye tukiongea. Alikuwa ananiambia jifunze kukaa kwa siku hata siku moja. Iwapo mimi sasa nimejifunza kukaa kwa siku, niko na siku 17,430. Hadi niko na miaka 48. Mbarikiwe. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Jared Were, ya nyumbani nafikana kama Hambana. Bwana asifiwe. Mimi naitwa Kilofas Nyongeza Risa. Mimi ndio namba 3 sahi kwa vijana. Asante.
Alafu ananga chen na tuishi mayunkosi ayabe na wita na kuona la kuseli na ataka huki na sali cheni wanche tolile na abelele na tuishi mayi sana na mayo ni chano ngene tuito. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Patrick Mlongo, mchana wa Ipungu. Wakati huo kabla mwingine aseme jina, tunafuraha kupokea mama yetu Nancy Kibaba. We feel humbled, Mama, for joining us. Thank you. I'm sure you are comfortable with the MP there. Thank you. Let's continue. Bwana Yesu asifiwe. Majina yangu ni Truthlin Nyongesa. Umesikia wakisema stima, mimi ndio fire. Bwana asifiwe. Basi umeme ni moto, patia mwenzako high five. Hiyo ni stima. Wengi wameongea uzuri wa mama. Mimi mama amenifundisha kuokoka na akasema njia ni moja tu, na nafurahia hiyo. Siwezi kusema mengi maana wageni wetu wataongea mengi, lakini twin sister, sema jina lako. My brother, nakwambia ya kwamba chipe moyo, maana mama alitufundisha kusimama wima. Kwa hivyo sana bila siri, mbarikiwe sana. Asante sana. Makofi kwa stima. Huyo ni mambo mbaya. Okay. Mimi nachukua nafasi hii kwanza kuwashukuru kuja kusimama nasi wakati huu mgumu. Wakati huu ni kusherehekea kifo ya mama. Mama aligonjeka kama kawaida. Alikuwa na pressure, akawa na nose bleeding ambayo ilikuwa so severe. Tukapeleka hospitali, waka manage hiyo. Baada ya kumanage, kumbe moyo ilikuwa imefura, na hiyo ndio imekuja ikasababisha kifo chake. Kwa hivyo sisi tu tunashukuru kwa muda ile Mungu ametupa kukaa naye akiwa mzazi. She was a good mother. I cannot say much about my mother because it's a long story. Nikianza siwezi maliza. Yeye alikuwa Mkristo and she has taught us to live in the Christian way. Nashukuru majirani, nashukuru my social groups, nashukuru my relatives. Hawa ndio umetusaidia kuhakikisha ya kwamba sherehe ya leo iko vile iko. Na as we continue, ningependa kuwajulisha ya kwamba we have enough food here. Hapo nyuma iko mahali chakula iko. For my brother next there is food. Kwangu hapo nyuma iko chakula. So ningependa nyinyi wote msitoke hapa bila kula chakula. Pia nashukuru mbunge wetu kwa kupata nafasi pamoja na kikundi chake, including my daughter Kibaba. Alisaliwa nikiona tukiwa huko Kiganjo na baba yake the late mbunge. Nilimjua kitambo sana na ni rafiki wetu. Kwa hivyo mjisikie mkiwa nyumbani. Sitaongea mengi kwa sababu mmekuja kutuliwaza. Ile kitu ningependa kusisitiza ni kwamba ukipata nafasi, please tuchukue the shortest time possible because of the weather. Kanisa ikija, I will beg that you take not more than 1 hour so that
tusije tukawa inconvenienced na mvua. Kwa hayo machache nasema asanteni wote. Asante. Kisha karibu sana, huyu mwalimu ni jirani. Kwa dakika moja ukaweze kulia mami, manake wewe ni jirani wa karibu sana. Tunaomba tafadhali tutulie, haya matanga ni ya heshima. Hatutaki ukiritimba na usumbukuku tafadhali. Kiongozi mzuri unanyamaza. Wale watu wanaolewa huyu msichana. Mama, kuja upewe chakula, kuja. Tusilete aibu mbele ya mbunge na viongozi tafadhali. Peleka hapo. Mama Maireba, karibu sana. Kwa majina naitwa Nixon huku Barasa. Nachukua nafasi hii kushukuru huyu mama sababu yeye ndiye alinikaribisha kwa hii boma. Kwangu ni hapa nyuma tu, kwa mabati hapa nyuma. Nikija hapa nitangulia kuishi kando kidogo, lakini akanikaribisha nikakuta jirani yake, nikakuwa jirani yake hapa karibu, na nashukuru kwa hayo. Asante sana mama Mbumende. Balunda bose viongozi walioko hapa ndefwesi bakamulukalo laje kulifanyanga mukasi andi mulembe swa mbona kumukona kwa maira swa kubone. Asante sana. Kwanza nenya kuimano kwa unyenyekevu zaidi niweze kutoa rambirambi zangu kwa familia ya Mwami Peterson Maila. Mwami pole sana kuti vya mai kakabana alwaleka myaka kinga kawale aramanga samai pamanga wali nani kama mama unondo mande pole sana kuti vya mai kula isana ndikupile orienga sana nende family uwela mwali nda mai kola kimyaka kinose bechange kazi raisi tawe mande pole sana sima wele myaka ngeka kuelisha mai kawane nafwe kana kahule musabele holukendo lwelwangwe nefefone vekhurambira nyuma kutila nalala kutila nomala khupile wela asanti nakhecha ninjilewe wela bandu befwe kasi chilio chingali nakhama Nairobi siwisino naabira straight paka mwalo enang'eni landlord wange tengezi khwakhatwayo nya khwamana lundi nje amasika kaliweni kalibu karano mu constituency jenole khoyo ndile government pole nono bandu bekanisa musaba khondi kusabe khulifo nulise ndekhali kidogo lyakhuzungukilekho sana nimbara mu constituency muno sayi luno lwongene akhuila bandu asiano bandu 65 esiku ya luno yongene mukandu constituency muno kusabe wele khutasekho kumyaka khakhukula khangu sana tawe akhamala nichano njiwe kumaswali narebanga manya khale ndi mukoti lakini lilo nizochiva kumaswali malanda kachiva za kuveleze ninananga lakini kama nalo makasa tawe lako basyange balikhanano kidogo balange bechi balimekoli khwalela kabili kwa dakika moja tu kuvela Peterson alomilali tukuwa kwa fupi kabisa rep chawicha kwa alma kusaita kandela balunda kwa jumla bamenyo bebukembe basale bosi mbakesha ndi mulembe swa mulembe te ese bandanga lumai reba wabwile mala reba lino lye balunda reba ino kaba wandaye wa ex-sub chief marehemu Nyongesa oli wandaye kwa nusu hata kwa nusu wajana kekhala so muyiwana mulunda malando ndile kubandu khwamebokoli balyanano bechile khulila omulosi ukoniloyo nalo manandi bandu bakhupilanga ekura malalundi bali khukhupila semisa khwicha ta ombunga asande ikhumbakho nafasi lyalala busa asoli bakhemano khabeteya khuyima chikura che MCA. Family ikiongozwa na Baba Peterson ndio bamenyo bosi, nikitaja pia Mheshimiwa Makali na wengine kumwamia kume. Bwana Yesu asifiwe.
Esese nganimuulile papa na aloma, mimi ni mtoto wa hii boma, kwa hivyo nikiwasalimia mnanijibu kwa sababu mmekuja kutulia, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Mamba ho kama ni basali. This naliase bali Nancy na nyama kibaba. Esese nechila nano kwa sababu ya kuomboleza mama Raswa, na mimi nikijuana na hii familia ya mzee. Mimi sikuwa najua unaitwa Patterson, by the way. I've always known your name to be I've always known your name to be Baba Charles. Kwa sababu esese naso manende kijana bali Charles ke halewa. Kaharura. Nono basale esese huyo kijana anaitwa Charles kabe changa desk metuase ne huliki ganje abele kali haba panga. Ile siku ya kufungua shule ilikuwa walimu wanatupanga hivi kwa laini, alafu wewe unaenda kwa hii class, huyu anaenda kwa hii, huyu anaenda kwa hii. Mimi na Charles tulikuwa tunajipanga in such a way that anakuwa hapo, kunakuwa na mwingine na mwingine, alafu mimi hapa, ili tuende kwa class moja. Simtupigie makofi. Papa, pengine kama tungeendelea kukaa kiganjo miaka isonge zaidi, pengine andina hapa daughter in law. Yes, ni vizuri ni ajue. Andi pengine na hapa daughter in law, lakini tulihama na nikakuja kuonana na kina Charles kama kila mtu ameshakuwa mtu mkubwa. Nenyandome nani pole lukali kwa sababu ya kupoteza mama mpendwa wele abawele sikamani. Jambo ya pili na ya mwisho, eseni Nancy ule anatafuta kukua mama county. Bawo langa Nancy kaangale. Mimi nimeomba hii kura kwa sababu ninajua ya kwamba kiti ya mama county ni kiti ambayo inafaa isaidie kina mama. Anokulikone ndeba mai. Kina mama hai. Kwa nini mnajibu na sauti ya chini? Kina mama hai. Semuliano. Sisa la seva mai sino esendo manga nandi sienya hanasive a safety net. Kama tuko na president, tuko na senator, tuko na governor, tuko na mbunge, hii kiti ya kina mama inafaa ikue ile neti hapa chini ya kushikilia. Kama hawa wote hawajakushika, ukifika hapo kwa mama anakushikilia. Lakini ule mama ambaye tuko naye kama mama county, bali kwa humsala uko unaanguka kutoka juu na kuja chini, ukifika pahali yeye hapo anatoa neti unaenda chini. Abakahu yetile kweli. Mama yabakaba yetile kweli. Lisio sikile sene ndoma nandi. Epo kwa ila nanjala, kahurerere njala, kama mwile nanyama, abarere chinyama. Semula ila nanyama, mimi nimebeba sadaka yangu ya shilingi 5,000 ili niweze kusema pole sana kwa familia na Mungu aweze kuwapatia nguvu. Asante sana mheshimiwa. Asante. Aliyemugonga Farao na mapigo kumia. Mpeni Bwana utukufu na nguvu. Yeye aliyemupiga Farao na mapigo kumia. Mpeni Bwana utukufu na nguvu. 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 Meaning, kumaanisha, the life you are living on this earth, maisha ambayo unaishi ulimwenguni humu, you are supposed to be preparing. Unahitaji kuwa unajiandaa. Please technicians work on that microphone. The life you are living on this earth, maisha ambayo unaishi ulimwenguni humu, you are supposed to be preparing for the judgment of God. Unahitaji kuwa unajiandaa kwa ajili ya hukumu ya Mungu. Hebu turn on Facebook, please. Please don't mess up this.
The life you are living here on earth, maisha ambayo naishi ulimwenguni humu, you are supposed to be preparing to face God in judgment. Unahitaji kukutana na Mungu katika hukumu. Yani unatakana kuwa unajiandaa kukutana na Mungu katika hukumu. Translator tampichi. Unajiandaa. Bwana asifiwe. Maisha yako hapa duniani, hata kama unafuga nyoka, hata kama unafuga kobe kwa Kibukusu wanaita nini? Ndio kutu. Hayo maisha yote unaishi, inafaa uwe unaishi kijua unaenda kukutana na Mungu katika nini? Hukumu. Nasema hivi nikijua ya kwamba kuna wazee ambao wanalea watoto ambao si wao, mama peke yake ndiye anajua hao watoto si wa wazee. Mumenyamaza, imewafinya. Nilitarajia mseme amen. Kuna nyumba ambazo akina baba wanalea watoto ambao sio wao, lakini mama anajua huyu si wao. Na Biblia inasema hata ukafiche, hata ukafanya kakuwa rafiki ya mume wako sana na umejua si kake, unajiandaa kwenda kukutana na Mungu kujibu kwa nini uliweka mtoto kwa hii nyumba na hakuwa hapa. Wabukuzi wanasema kuchenja sana. Alafu baba anakaa ni kama hajui, anakaa tu na wewe unaona ni sawa. Wacha nikwambie, it is appointed for a man to die once. Ya kwamba imeteuliwa mwanadamu kufa mara moja. And after that to face what? Na baada ya basi kukutana na nini? Simuseme, sema judgment. Hukumu. Bwana asifiwe. Haleluya. Naambianga watu kila mara ninapohubiri, unajua mmechukua muda mrefu sana nyinyi. Mtaniongeza dakika 10 tu. Naambianga watu kila mara ya kwamba saa hii unaweza kuwa wewe ni mama ambaye unajua hata kuangusha waume za watu. Unajua kunyang'anya watu waume zao. Ama unajua kunyang'anya watu wake zao. Na wewe ni yule ambaye unajipaka Vaseline, unavaa nguo fupi, unajipuliza marashi, unaenda kujipendekeza. Haleluya. Huwa nasema siku yako ya kufa, mshaona maiti kipimwa nguo? Si wanachukuanga tu wanavalisha. Mmeona maiti imeshuka nywele? Hata kama ameshuka wanatoa. Hata kama ameshuka inafumuliwa. Bwana asifiwe. Kwa maana penye unaenda kujibu yale ulitenda ukiwa hai. Kama ni spray ya kukupuliza ile unaweka huku na huku, siku hiyo hawatakununulia Loyanda, inaitwa Yolanda. Watakununulia Doom ama Bolt kufukuza inzi. Na hiyo ndio mwanadamu inatakana siku zote anapoishi hapa duniani au anatafakari ya kwamba nitakaposimama mbele za Mungu nitasimama aje. Kwa maana tupende tusipende tutakufa, na baada ya kufa hukumu. Pigia Yesu makofi. Haleluya. Yesu alikufa mara moja na anarudi kukataa dhambi. Kuna mzee nilimpenda sana. In fact, kila nikiona hata picha yake mpaka niangalie mara mbili. Na aseme haya. Mnamjua? Alikuwa akisimama tu na aseme tu haya, watu wanaanza mbio. Unajua, juzi nikiona watu wanaangalia mwili, nilitafakari mambo mengi sana. Ambia mwenzako death is real. Ambia mwenzako kwamba kifo ni kweli. Ambia mwenzako you are destined to die. Mwambie mwenzako kwamba umeamuliwa kufa. Bwana sifiwe. Kumbe siku ile unazaliwa ni kama kaburi iko kwa hiyo kamera na wewe uko hapa. Ukigonga mwaka mmoja umesonga karibu na kaburi mwaka amsemi. Ukiishi miaka 2 umesonga na kaburi miaka ngapi? 2. Ukiishi miaka 3 ukifika 40 kaburi nasonga.
Kumbe tulianza kuhesabu safari yetu ya kaburi siku ile tulizaliwa. Lakini wewe unaishi ni kama hauendi kwenye kaburi yako iko. Wacha nikuambie, usianguke hapo ndani kama haujajiandaa. Ndio naambianga wa mama, na hao mama wamekalia upande huu, Mungu awabariki. Siku hizi wanapenda kuvaa long tight mpaka inachora hapa V. Haleluya. Yaani akianza kutembea hata kama mwanaume ameokoka anashtukia ameiba, ameangalia tena. Na hao watu mara nyingi wanakaa mbele kanisani. Amepaka nguo kafupi na anachukua kabaga anaweka hapa. Ili pastor akisema haleluya na anashtuka kuna kitu hapo. Bwana asifiwe. Biblia inasema kuna siku unakuja utasema kwa nini ulikuwa unavaa hiyo sketi fupi na unakaa mbele pastor kuangalie. Bwana asifiwe. Mama Rasoa, nani alimuona mama akiwa hai? Mliona vile alikuwa anavaa? Mliona? Alikuwa na miniskirt. Haleluya. Mlimuona na longi? Hata wengine hapa wajibu kwa sababu wanavaanga longi. Wacha tu ikufinye lakini uelewe na ubadilike. 2 Corinthians, Wakorintho wa pili. Chapa usiwe na wasiwasi. 2 Corinthians chapter 4 verse 16. Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 16. Therefore, kwa hivyo, therefore we do not lose heart. Kwa hivyo hatukati tamaa. Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. Ingawa utu wetu wa nje unachakaa, utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Mheshimiwa Sami, please just listen to this. The Bible says, Biblia inasema, you are wasting away, ya kwamba unachakaa. Ambia mwenzako unachakaa. Aki hata ai watu mna nini? Sema unachakaa. Outwardly we are wasting away. Nje tunachakaa. Mwenzako unachakaa. Usisulunye kwa hii matanga kwa sababu aliyefariki alikuwa mtu wa furaha. Kuna watu hapa. Nyinyi sijui kama mliona huyu mzee Patterson Maelo akiwa kijana kwa police force. Kuna wale walimuona? Alikuwa akitoka mbio unadhani ni mshale. Sasa hizi anaweza kimbia. Anaweza kimbia sasa hivi. Tangu uzaliwe maisha yako yanaanza kuchakaa. Nani anajua kuchakaa? Unajua kuchakaa? Ndio sababu saa hii kuna watu walikuwa wakitembea. Unaona anatembea hivi kwa kijiji. Ameweka kifua mbele na bounce Walikuwa wanatembea hivi. Saa hii ukimuona anatembeanga hivi. Kwa sababu tunafanya nini? Tunafanya nini? Ambia mwenzako unachakaa. Na hiyo kuchakaa ni safari yako ya kukuelekeza wapi? Ulikuwa ukivaa miniskirt, mapaja unasema ni rangi ya pesa. Ni uchumi. Ati uchumi. Unametameta. Alafu unakata nguo hivi, matiti yaonekane kidogo. Huyu na Anjala nikiongea anajua. Alikuwa ananiletea jeans kutoka Mombasa, Savco. Do you remember? She knows. Anajua. Bwana asifiwe. Alafu unakata blouse hapa ionyeshe kitovu, unaita tumbo cut. Alafu unavaa sleeveless watu waone rangi ya Wacha nikuambie kuna miaka inakuja. Mnaitanga aje kama hanyama nini? Hataki. Kwa sababu umefanya nini? Umechakaa. Akiangalia kifua yako ambayo ilikuanga saa 6 anaona ni chapati. Bwana asifiwe. Haleluya. Watu wa Bukembe.
Maisha ya hapa duniani ni maisha ya maandalizi kukutana na Mungu. Kama ningekuwa wewe ningekuwa nimepigia Yesu makofi mazuri, sijui. Lakini si walaumu, ni kwa sababu hii kitu inakuguza mahali. Bwana sifiwe. Kulikuwa mwanaume akaange mahali pamoja. Akiona kila skirt, saizi alikaa ni kama alipigwa msumari wa inji 6. Kwa sababu ya nini? Amechakaa. Ambia huyo mwanaume wacha marimbo wewe. Kesho unachakaa. Hallelujah. And the Bible says, na Biblia inasema after death, baada ya kifo, you are meeting God. Unakutana na Mungu. Death, kifo is a door, ni mlango to another realm. Katika nyanja zingine. Bwana wewe unasema vitu gani? Tu. Ya kwamba kuelekea katika maisha mengine. Translate what I'm preaching. Death is a door to the other realm. Ya kwamba kifo ni mlango wa kuelekea katika maisha mengine. Maisha mengine ambayo ni maisha ya kiroho. Mnaona vile George anakaa? Huyu George ukimwambia atoke hapa mbio ukifuata huwezi mpata. Lakini kuna muongeze miaka 40 tu. Muongeze. Alafu mwambie ready go. Utaona anafanya haendi. So that whatever you are doing now, ili kwamba chochote ambacho unafanya sasa hivi, you may know, ili ujue, God is recording. Mungu ana rekodi. And on the day when you die, na wakati ule ambao utakufa, you will meet a record of your deeds. Utakutana na rekodi ya matendo yako. In the heavenly realm, katika nyanja za mbinguni, there are 3 books. Kuna vitabu vitatu. The book of our deeds, kitabu cha matendo yetu. The book of our thoughts, kitabu cha mawazo yetu. And the book of our words, na kitabu cha maneno yetu. When you appear before God, unapojitokeza mbele za Mungu, those books are open. Hivyo vitabu vinafunguliwa. Wacha niseme hii ninapokaribia kumaliza. Niliwaambia sichukue muda mrefu. Wacha niseme hii. Na translator utaniruhusu niongee kwa Kiswahili. Bwana asifiwe. Nimeona mtu kama mzee Kongani hapa ametoka. Ameenda chakula. Okay. Koti za dunia hii. Koti za dunia. Yani unaenda kotini unaambiwa muujiza ulifanyika kotini. Kuna muujiza ulifanyika kotini. Faili limea miguu na ikatoroka kutoka wapi? Sasa wanatafuta. Sio kwa sababu ya kwamba faili imepotea. Wamefanya nini? Wameficha. Na wameificha kwa sababu pesa imemwagwa na wewe ni maskini. Na hatimaye mwenye makosa anawekwa huru na wewe maskini hata usipochunga unawekwa ndani kwa sababu wewe ni maskini. Bwana asifiwe. Amen. Unajua mimi ninaposikia saa zingine hata wanasiasa mimi nawapenda. Ninaposikia wanapoongea hapa nawashangaa. Kwa sababu ahadi zao mingi ni za kutafuta kura. Lakini niko na habari kwa wanasiasa. Koti ya mbinguni faili haipotei. Haleluya. Unaona kale ka message unatumanga ati good night darling na unafuta. Mbinguni haifutiki message. Ama mnatumiwa kale ka message I miss you sweetheart kwa mtu ambaye sio mke wako, sio mke wako, kwa simu utafuta mke wako asione, lakini mbinguni haifutiki. Na Biblia inasema siku hiyo vitabu vitafunguliwa. Kitabu cha maneno uliyosema. Tutajenga shule, tutawaletea maji, mara tutajenga hospitali, mara soko,
tutaweka reli itembelee juu ya lami. Yote sema tu, lakini kuna siku vitabu vitafunguliwa. Haleluya, Bwana asifiwe. Kitabu kingine ni kitabu cha mawazo. Kuna mambo hujaongea lakini uliwaza. Kunukuwa sinyile, umewaza. Rafiki yangu alikuwa ananiambia ati akina mama wanapenda kuambia akina baba, na hiyo kitu ilinifurahisha sana. Ati natakikana upange mambo ya hii nyumba kwa sababu ya Mungu haijulika. Akina mama wanaambia nani? Yaani akina mama wanajua akina baba na wawaache na watoto. Kwa hivyo wapange mambo mapema kama hawajaondoka. Mawazo. Kitabu cha mawazo kitafunguliwa. Zile vitu uliwaza hukusema, haukufanya. Na kitabu cha mwisho ni kitabu cha matendo. Bwana asifiwe. Haleluya. Kitafunguliwa. Lakini wacha niseme hivi. Ili koti ifanye uamuzi, kuna watu watatu lazima wakuwe. Mtu wa kwanza ni judge, hakimu wa kuamua hiyo kesi. Mtu wa pili ni mwelekezi wa mashtaka, anaitwa prosecutor. Na mtu wa tatu ni shahidi. Hao watu watatu lazima wakuwe ili kesi ifanye nini? Iamuliwe. Wacha nikuambie, sisi hapa chapter 1 verse 24. FIFA kama uliwahi kupewa kitu na ukalalia timu yoyote, unafaa kutubu leo. Mmoja nikiongea na mzee Maelo akaniambia alikuwa amekaa kwa gari na wanafukuza wezi, na risasi ikapita kwa gari, ikatoboa gari, ikampita, ikaenda, ingine ikapita na akabaki mzima. Bwana asifiwe. Amen. Mungu alimweka ili asikie injili leo. Kama kuna kitu ambacho umewaza, umefanya, umetamka, leo ni siku ya kufanya nini? Kutubu, ubadilike. Ili Yesu anaporudi usiaibike. First Peter, soma Kiswahili. Kitabu cha Petro wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 24, Biblia inasema, maana wanadamu wote ni kama majani, nao utukufu wao ni kama maua ya kondeni. Majani hunyauka na maua huanguka. Bwana asifiwe. Wanadamu wote ni kama nini? Majani. Mbona msemi? Ni kama majani. Na utukufu wao ni kama maua. Majani inaponyauka, maua inaanguka. Ukiwa mke wa governor, unaitwa nani? Unaitwa nani? First lady. Ukiwa mke wa president, unaitwa nani? First lady. President akikufa, hakuna. Unabaki first lady? Majani imenyauka, maua imeanguka. Bwana sifiwe. Sifa yote uko nayo, mali yote uko nayo, kila cheo ambacho uko nacho, wapendwa, unapokufa hizo vitu zote zinafutiliwa mbali. Na niliwaambia mimi nilipokuwa mdogo na nikasikia Jomo Kenyatta amekufa. Unajua nilikuwa nafikiria Jomo Kenyatta ni Mungu. Sasa nikasema Mungu amekufa. I was very young, 1978. Bwana sifiwe. Cheo unapokufa, cheo kinafanya nini? Na hata saa zingine sio kufa, unaweza kuwa mtu mkubwa, una retire tu. Ukisha retire, unajua nilishangaa ati familia ya rais mstaafu Uhuru Kenyatta ilivamiwa. Familia ya rais. Kumbe cheo ewe, ambia mwenzake ewe. Kumbe cheo ni maua. Na wewe ni majani. Chapiri ukinyaka kila kitu. Mungu saizi mtu wa mama askofu huyo. Hebu simama mke wangu. Wanamuita mama askofu. Nikikufa leo, yeye ni raia kanisani.
Ambia mwenzako wacha kututisha. Wewe ni majani. Hicho cheo chako ni maua. Majani itanyauka na maua itaanguka. Na tunafunga chapter yako. Isipokuwa wale ambao wamelikumbatia neno la Mungu na kuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Kama nani? Kuhuroa rasoa. Hata msipompigia makofi ni ukweli. Isipokuwa wale walikumbatia utakatifu, wakaishi wakimhofu Mungu, hao tu ndio Biblia inasema katika ule ulimwengu mwingine wako na nafasi ya kuishi tena. Bwana asifiwe. Nataka ufunge macho na ukumbuke yule mwanamke mwenye mke wako ajui. Kumbuka yule mwanaume mwenye mume wako ajui. Kumbuka. Kumbuka zile message zenye umedelete kwa simu. Hata zingine sasa hujafuta. Wacha kuangalia simu. Hujafuta sasa. Na wengine wamekuja kwa hii matanga wamesema tukutanie wapi? Kwa nani? Ujumbe huu ni wako. Sijakuja unipende, sijakuja kubembeleza, nimekuja kukusomea neno la Mungu jinsi lilivyo. Biblia imesema Yesu alikufa mara moja na anarudi tena kuwachukua wanaomngojea katika maisha ya kumhofu Mungu. Kama uko hapa na unatamani sana kuenda kuishi katika umilele na shetani, inua mkono. Yaani muda wote umeishi kwenda kanisani, sadaka na fungu za 10 umetoa, hiyo kazi na bidii yote umefanya, tamanio lako ni kwamba uweze kuenda kuzimu, inua mkono. Kumbe yote mnachukia shetani. Sasa kama uko hapa na tamanio lako ni kwenda kuishi na Yesu Kristo milele mbinguni, inua mkono. Aha. Piga Yesu makofi. Alafu simame. Piga Yesu makofi. Ukibaki umeketi, unless uwe kiwete, uwe mgonjwa, lakini kama uko tu mzima, simama kwa miguu yako. Nakusihi. Kama tumeweka mikono yetu juu, inua mikono yako juu. Sema tu, Bwana Yesu, siku ya leo nimesikia neno lako na nimetambua ya kwamba mimi ni mwenye dhambi. Nakusihi Yesu, unaporudi kulichukua kanisa lako, unikumbuke. Tafadhali liandike jina langu kwenye kitabu cha mwana kondoo cha uzima wa milele, ili unaporudi Yesu nisikaibu. Siku leo nimeokoka katika jina kuu la Yesu. Amen. Wacha tuombe. Father, I thank you this afternoon. Baba, ninakushukuru mchana huu wa leo for the word that you have spoken to these people. Kwa ajili ya neno ambalo umezungumzia watu hawa. These are the very people that Christ went for on the cross. Hawa ndio watu ambao Yesu Kristo aliwaendea msalabani. That when he dies, ili ya kwamba alipokufa, they may live wakaweze kuishi and live eternally with you. Na kuishi kwa milele na wewe. They have received you, Lord Jesus. Wamekupokea Bwana Yesu as Lord kama Bwana and Savior na Mwokozi of their lives. Wa maisha yao. Please order their steps. Tafadhali amrisha hatua zao. Guide them. Waongoze. And help them. Na uwasaidie. That they may enter into the kingdom of glory. Ili kwamba waweze kuingia katika ufalme wa Mungu. Please purify them with your blood. Tafadhali watakase kwa damu yako. Consecrate them. Na uwasafishe. And prepare them. Na uandae. For the coming of the Lord. Kwa ajili ya kurudi kwa Bwana. I pray that by your mercies, ninaomba kwamba kwa rehema zako, you may encourage this bereaved family. Ukaweze kutia moyo hii familia ambayo imefiwa. That they may know ya kwamba ukaweze kujua there is hope beyond the grave. Kunalo tumaini mbele ya mauti. For those who have chosen the Lord. Kwa wale ambao umemchagua Bwana. Because my Father, kwa sababu baba yangu, we know that as this physical man dies, tunajua kwamba mwanadamu wa kiasili anapokufa, the spiritual one goes to be with the Father. Yule wa kiroho anaenda kuwa na
na Baba. Unless if he's a sinner, Ili labda tu kama yeye ni mtenda dhambi. then he will go to hell Hivyo basi ataenda katika jehanamu. to suffer there with those who rejected Christ. Kuteseka pale na wale waliomkana Kristo. But because these people have received the Lord, Lakini kwa sababu watu hao wamempokea Bwana. I pray, my Lord, Ninaomba Bwana wangu. please help them Tafadhali wasaidie. that they may enter. Ya kwamba ukiweze kuingia. In the name of the Father, Katika jina la Baba. and of the Son, Na la Mwana. and of the Holy Spirit, Na la Roho Mtakatifu. we pray with faith. Tunaomba kwa imani. Everybody say amen. Kila mtu aseme amina. The Lord bless you. Bwana wabariki. Thank you for listening. Asante kwa kusikiza. Thank you for your patience. Asante kwa makinifu. Kwa subira yenu. Now I want to invite the family. You can be seated. Mnaweza keti chini. Sasa nataka kukaribisha familia. And those who are going to help us carry this casket, Na wale ambao wanaenda kutusaidia kubeba ile sanduku. so that we can transit to the burial site. Ila kwamba tuelekee katika mahali pa mazishi. The family, Familia. I know it's quite an extended family, Ninajua kwamba ni familia kubwa sana. but I pray that those who are able may come. Lakini naomba wale ambao wana uwezo wakuje. Hallelujah. Basi itabidi mketi. Mketi. Niambiwa ya kwamba eulogy haijasomwa. Thank you. Whoever has the eulogy can read. Yule ambaye ana historia anaweza soma. Everybody. Bwana asifiwe kila mmoja. Birth of the late Rose Rasoa Nasimiyu Nyongesa. Rasoa Nasimiyu Nyongesa was born in 1932 to the late Jairo Mungoji Omungachi and Robai Nandutu Omuitu at Miu village. She was a beloved sister to the late Baraza John, the late Nanyama Musa, the late Salome Nasambu, the late Enoch Wafula, David Mulati, Joseph Sitati, Morris Hakami, Mary Jairo, and Florence Kisaka. Education, she started her learning at Miu FYM, Friends Yearly in the year 1944. From there, she progressed to Mukumu Intermediate in 1948. She later joined Kaimosi College, where she did a spinning college. Marriage and family. She got married to the late Jacob Nyongesa Kere Omulunda in 1952. Her co-wife is Ruth Wekesa Nyongesa. They were blessed with the following children: the late Monica Nyongesa, Patson Maelo Nyongesa, the late Lynette Nelima Kinda, the late Eliud Werunga Nyongesa, Truth Line Nanjala Nyongesa, and the late Nyongesa Nangehe, stepmother to Jane Webi Mukwana Nyongesa, Patrick Mlongo, Cleophas Hisa, Jarek Hamala, Emmanuel Webumbi, and Mary Masai, grandmother to many. Religious life. She was baptized as a member of Friend Quaker Church, but later shifted to Repentance and Holiness Church until her demise. Sickness and passing. She was of good health until early this year, when she experienced excess nose bleeding and was rushed to the hospital, Hopkins Hospital, upon which she was diagnosed with high blood pressure. Medication was administered to her. On 17 October 2025, her condition deteriorated and was taken to Webuye Referral Hospital. She was admitted for 1 week after being diagnosed with pneumonia and heart enlargement. She was treated and discharged and was scheduled for checkup on 27 October 2025. That's it. Acha waelewe that
after death, ya kwamba baada ya kifo there is another realm kunayo nyanja nyingine where the loved one go to spend time with God in eternity. ambapo mpendwa wao alienda kuishi kwa maisha milele na Mungu. That as we bury this body today, ya kwamba tunapozika mwili huu leo, Father, we know Baba tunajua the resurrection is coming, ya kwamba kuna ufufuo ambao unakuja, and we shall meet them again, those who have slept in Christ, na tutakutana nao ambao walilala katika Kristo, so that they may not mourn like these other people who have no hope. ila kwamba usihuzunike kama watu ambao hawana tumaini. I cover them with the blood of Jesus Ninawafunika kwa damu ya Yesu, and pray that you may hold them with your strong arm, na kuomba ya kwamba ukiweze kushikilia na mkono wako wa nguvu, that Lord, as they walk this journey, ya kwamba Baba unapotembea safari hii, they may not bring shame to your name. kama usilete aibu kwa jina lako. Thank you for these ones who are going to carry the body. Asante kwa wale ambao wanaenda kuubeba mwili. I decree your blessings upon them, Ninatangaza baraka juu yao, your peace and protection, amani yako na ulinzi wako, and your favor over them. na hata kibali chako juu yao, That as they grow, ya kwamba wanapokuwa they'll grow in favor with God and man, watakuwa katika kibali na Mungu na mwanadamu, in the glory and honor of your name. kwa utukufu na jina lako.